unapoenda hakuna muhimu. Unamaanisha nini kusema hivyo? Maana mtoto wako anachukuliwa msukule. Hatuna cha kupoteza, anakuja. Huyo mama atakuwa mchawi, atakuwa mchawi. Inawezekanaje? Amejuaje kama tunamtia mtoto? Nilikwambia mkuu, ukashindwa kunyamini. Ona sasa, katakuwa kashirikina. Angalia, angalia mwenyewe, unajionea. Sikiliza nikwambie, sikiliza. Huyu mama tumfuatie hatua kwa hatua. Ikiwezekana tumpige kimbola. Anatusumbua sana, anatuzuia mambo yetu. Kwa nini namrudisha? Amejuaje kama sisi tunamuita huyo mtoto? Sawa mkuu, nimekuelewa. Kilichomkuta Misakabuka na yeye lazima kimkute vile vile. Mwendo ni ule ule. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndo nini? Bwana Yesu asifiwe ni salamu ambao watu wa Kimungu kwaga tunasalimiana. Na tunasalimiana ili kumsifu Yesu Kristo, mwana pekee wa Mungu, ambaye amejitoa kwa ajili yetu, amekubali kusulubiwa kwa ajili ya dhambi zetu, ameukomboa ulimwengu. Nilipokuambia Bwana Yesu asifiwe, ilitaka nijibu milele amina. Kumaanisha kwamba tunamsifu huyu Yesu sasa na hata milele, kwa sababu yeye ndo mkombozi wa ulimwengu. Dada yangu, naona unajishosha bure. Ningeona vyema ukaungana na mimi kwenye hichi kijiji, maana nataka kugombea huu malkia kwenye hichi kijiji, na ukiungana na mimi utapata matunda mazuri kwenye hichi kijiji. Ni matunda gani ambayo unazungumzia mimi nitayapata nikiungana na wewe? Ikiwa tu salamu ya Mungu nimekusalimia umeshindwa kujibu. Wewe unajua, yaani unajua nini kuhusu Mungu? Na nini ambacho tuungane kufaidika nacho? Kwa sababu kwa Mungu ndio kuna faida. Neno la Mungu linasema, ufalme wa mbingu ni bora kuliko ufalme wa duniani. Na hata ufalme wa duniani unaotaka wewe, ni lazima umuombe Mwenyezi Mungu. Ndio maana nakushauri dada yangu, naomba uungane na mimi, twende kanisani, ukatubu dhambi zako, umrudie Mungu wako, ukafuate utaratibu wote wa kanisani ili uweze kuwa mtu mpya. Uache tu kutembea huku mtaani kiolela olela, ujue hata salamu za Mungu. Dadangu, naomba uungane na mimi twende kanisani tukamsifu Mungu pamoja. Ndio maana mume wako anakukataza mambo ya kidini. Hivi ushangai? Ujiulize tu. We dada, taarifa za mimi na mume wangu wewe umezipata wapi? Nani anayekupa hizo taarifa? Kuna nini kinachoendelea kati yako wewe na mume wangu? Naomba uniambie nini kinachoendelea kati yako wewe na mume wangu. Ukitaka kulijua hilo, ungana na mimi. Dada vipi? Subiri mwanaume kurudi nyumbani atanieleza vizuri dada nilokutana naye ni nani na kwa nini anajua taarifa zetu za ndani. Mume wangu. Kwa siku hizi unanisaliti.
Kwa hiyo mume wangu umekosa wanawake wote huko nje. Wako unaanza kutoka na wanawake ambao hawaeleweki. Wanawake hawaeleweki ni mtu au mchawi. Mtu anakuja na manguo meusi. Yaani ni serious kabisa umekosa wanawake wote huko nje. Mpaka unanisaliti na wanawake ambao hawaeleweki. Katika swala ambayo silipendi ni kufokewa. Na sio kufokewa tu. Yaani na mwanamke anifokee mimi. Wewe unakuwa umenivunjia heshima. Na ukiwa unakuja juu utashindwa kupata majibu yako ya matatizo. Mume wangu naomba unisikilize. Wakati naelekea kanisani, nimekutana na dada njiani. Huyo mdada mimi, yani tukaa katika hali ya kushauriana kuhusu yeye kuja kanisani. Nikaanza naye kama kumshawishi kuja kanisani. Nashangaa huyo mwanamke ghafla anaanza kuniambia habari za ndani kwetu. Maana sijui kwamba unanikatazaga mimi kwenda kanisani, unanikataza mimi kufanya maombi huko ndani. Yaani nataka kukijua. Huyo mwanamke amejuaje siri zetu mimi na wewe huko ndani? Kama sio wewe ni mwanamke wako umeenda kumwambia. Nilishakukataza mambo ya kuwasawishi watu kuja kanisani. Ukawa unashindwa kunyelewa. Na ninapokuja kuelekea utawasawishi mpaka majini na mwenyewe usijue. Huyo mdada ni moja kati ya kundi la wachawi la Kabuka. Si mweusi na mavazi yake meusi? Ndiyo. Sasa huyo ni mmoja ya kundi la Mr. Kabuka. Ni mchawi. Unadhani wachawi wanashindwa kujua mambo ya matatizo ya mtu? Na ndio maana unaenda kumuelezea kuhusu mambo ya kanisani, akakupa ya kwako. Mchawi anajua kila kitu. Wewe mume wangu una utani. Na siwezi kuelewa katika hili. Kwa sababu haiwezekani kila story ninayosikia huko nje, nikija kuelezea unaanza kuniambia sijui ni wachawi. Nikija kuelezea unaniambia sijui na Mr. Kabuka sijui ndo nani. Kwa hiyo inamaanisha wewe kwamba wachawi unawajua sana. Unajua sana tabia zao. Yaani kuna kitu ambacho hakiwezekani, akiniingia kabisa akilini. Wewe niambie kama wewe ni mwanamke wako na wewe ndio unaenda kumwambia. Wachawi wanajua mambo mengi. Mengine huwa wanayasema na mengine wanaangalia kimya. Hilo unapokuwa unawachokonoa, nao wanakupa ya kwako. Anajua kila shida za mtu. Kila mema ya mtu na mabaya yake. Punguza jaziba mama mtu. Mimi nitalishughulikia hilo swala. Achana naye. Nitammalizia. Alafu atakuja kuletea majibu. Kilichomkuta ni nini? Yaani, ole wako. Narudia tena mume wangu, ole wako. Nije nijue kwamba yule ni mwanamke wako. Yaani utanitambua, utanieleza vizuri. Ngoja, dada wako anachemka. Huyu mwanamke naye anataka fundisho kama na Mr. Kabuka. Lecho. Umeanza kuvuka mipaka. Umeamua kutusaliti na bado ukaamua kwenda kupeleka taarifa kwa mke wangu. Kosa kubwa ulilofanya kwangu ni kuingia katika familia yangu. Kitu ambacho nachukia ni mtu kufuatilia familia yangu. Huwa sipendi familia yangu ichezewe wala kuambia kitu chochote kunihusu mimi. Huwa sipendi kabisa. Ndugu gani amekutuma wewe? Mimi sijamwambia kwa nia mbaya. Nimemwambia kwa nia nzuri. Ili ajue unachokifanya. Wewe unaonekana mgombanisha kwenye ndoa. Ndio maana uelewi. Umekalia uchawi tu. Lecho, nakupa onyo. Na hili onyo la mwisho. Na likuingia akilini. Simba akishika masharubu huwa ni mkali sana. Sitaki kufuatilia familia yangu.
Wewe vipi? Wewe nani? Na mbona mimi sina taarifa yote ujio wa mgeni hapa nyumbani kwangu leo? Na kama umefika muda mrefu umekaa hujapiga hodi. Wewe ni nani? Wewe unahisi mimi ni mgeni? Ndiyo. Wewe ndio mgeni. Mimi mwenyeji. Ndio maana sijapiga hodi kwa sababu mimi ni mwenyeji. Wewe ndio mgeni. Mimi mgeni nyumbani kwangu? Mbona unauliza maswali mengi? Mume wako yupo? Mume wangu ndio yupo. Mwambie mkuu anakuita. Mkuu? Mkuu ndo nani? Haya mengine hayakuhusu. Wewe mwambie mkuu anakuita. Wewe vipi? Nataka kujua nini? Wewe vipi? Mr. Makweba, mke wako anaonekana na jeuri sana. Hujampa utaratibu wetu? Mkuu, ni kweli yake kama mwanamke nikajeuri kweli, na ndio maana mimi nataka nikampeleke Morogoro kwenye ile shamba la mkonge akalime eka 20 kwa siku moja tu. Yaani huna hata huruma mpaka kwa mke wako? Mbele ya kazi siangalia alisimama mbele yangu mke au nani, mimi napitisha tu. Tuachane na hayo. Nimekuletea taarifa hapa. Lecho anaonekana msaliti sana. Anadusaliti. Nimeangalia kwenye rada zangu, nikaona yeye ndio alimpelekea taarifa Monica kuhusu yule mtoto. Ndio maana tulimkosa. Na sio hivyo tu mkuu, acha usaliti, anafuatilia mpaka mambo kwenye familia za watu. Hapa ninapokuambia nimetoka kumpa onyo la kufuatilia familia yangu. Nilikuja nikampa taarifa mke wangu kuhusu kazi zetu. Nilivyozipata nikamrejea mara moja kwenye utawala wake. Nimempa adabu yake. Sasa sikiliza nikwambie. Atakuja kujua sisi ni wakina nani. Ngoja nije nimuonyeshe. Mkuu, ni kipi tunaenda kumuonyesha? Unajua utaratibu wetu. Yaani mtakishaingia kwenye 18 zetu, tutakachomfanya atasimulia mwenyewe.